Yes. Mambo vipi mwanafamilia wa Mwaki Sports, ni kukaribishe katika kona ya kimichezo tupate kudavua na kuchambua mengi ya kimichezo ambayo yamejiri, lakini nikukumbushe tu kwa yeye ambaye bado hujaungana nasi kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa zote ambazo zimekuwa zikiwekwa hapa kila siku. Na katika meza hii ya kimichezo bwana, tunaangazia taarifa ya usajili wa Selemani Mwalimu kujiunga na klabu ya soka ya Yanga, licha ya mchezaji huyo kuweza kutambulishwa takriban mara mbili na klabu ya soka ya Simba. Mara ya kwanza alitambulishwa na baadaye tuliona klabu yake ya Wydad Casablanca walitoa taarifa ya kwamba mchezaji huyo si miliki ya Simba bali ni miliki ya Wydad Casablanca na anatakiwa arejee ndani ya kikosi hiko cha Wydad Casablanca. Na siku mbili baadaye tulimwona Selemani Mwalimu akiwa amejiunga na kikosi cha Wydad Casablanca katika mazoezi ya timu hiyo. Sasa jana tumeona video na utambulisho wa mchezaji huyo Selemani Mwalimu kujiunga na klabu ya soka ya Yanga, jambo ambalo limewashtua na michezo wengi na hususan wana Simba ambao wameanza kuilaumu management ya timu hiyo, uongozi mzima, na kusema kwamba klabu hiyo kwa sasa imekuwa ni kama klabu ambayo inaonewa na Yanga, kwa sababu haiwezekani mchezaji ambaye ametambulishwa rasmi kabisa na klabu hiyo eti aende kujiunga na klabu nyingine, jambo ambalo linaonesha kuna udhaifu fulani katika maeneo, hususan katika upande mzima wa kiutawala. Tunafahamu kwamba mchezaji ili atambulishwe ni lazima taratibu zote ziwe zimekamilika, na ni lazima kwamba kila kitu kiwe sawa na awe msaini mkataba ambao wamepewa na klabu hiyo, ndipo watambulishwe. Kwa hiyo utambulisho wa Selemani Mwalimu kwa klabu ya Simba ulikuwa umewapa matumaini mashabiki wa timu hiyo kwamba mchezaji huyo amesaini, na siku ya Simba Day alikosa tu kuwepo uwanjani kwa sababu alikuwa nje ya nchi, lakini cha kushangaza ndio hivyo, Young Africans wameweza kumtambulisha jana mchezaji ambaye alishatambulishwa na klabu nyingine. Sasa unaambiwa Simba kumbe walikuwa wamefanya makubaliano ya mdomo na walikuwa wakisubiri kutia pesa zake katika akaunti yake ili sasa aweze kudondosha saini na kuweza kuanza kuitumikia klabu hiyo kama mchezaji rasmi wa Simba, si tena mchezaji wa mkopo. Sasa Young Africans waliweza kuipata hiyo code na then wakasubiri wakati anarejea kuja kufanya makubaliano ya mwisho na Simba. Viongozi wa Yanga waliweza kumkamatia njiani na kuweza kumfikisha katika ofisi za rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said, na wakafanya makubaliano na papo hapo wakamtilia mzigo katika akaunti yake, na Selemani Mwalimu hakuweza kusita kudondosha wino na kujiunga na klabu hiyo ambayo inaonyesha uimara na ukubwa zaidi katika uongozi wake, lakini pia inaonyesha ni kwa kiasi gani wamekuwa makini na wamekuwa wana intelligence ya kali kabisa kwa kupata zile siri za wachezaji mbalimbali katika klabu ya soka ya Simba. Na hili limekuwa ni swala kubwa, limekuwa ni swala ambalo kiukweli linakwenda sasa kuionyesha ama kuifanya Simba hususan katika upande wa uongozi kupata lawama kubwa sana kutoka kwa mashabiki wao. Unazungumzaje usajili huu wa Selemani Mwalimu kujiunga na Yanga ulivyotokea? Tuandike maana kwenye comment section, usahau subscribe, like na kushare Mwaki Sports.